kula chakula wakati wa njaa inapokuwa unajisikia njaa, ile haina tatizo. Na kula chakula cha kawaida na kujisikia kwamba tayari hapa nimeshatosheka, haina tatizo. Lakini tatizo linapokuja kama ugonjwa pia ni pale ambapo ulaji wako unakuwa sio wa kawaida. Tunayo changamoto tunazo kama 3 ambazo zinatokana na ulaji usio wa kawaida. Ya kwanza kabisa inaitwa anorexia nervosa. Anorexia nervosa ni tatizo ambalo linatokana na mtu kukataa kabisa kula chakula. Mtu anakuwa anakataa kabisa kula chakula kwa kiasi cha hatari. Yaani anakataa kiasi cha kwamba sasa inapelekea sasa kuwa hatari. Na hii inatokea sio tu kwa watu wanene, isipokuwa hata kwa wale watu ambao ni wembamba kupita kiasi. Hili ni tatizo ambalo mtu anaogopa, anakataa kula kwa sababu tu anaogopa labda kuweza kuwa mnene. Anakuwa anahofia swala labda la kuweza kuwa mnene. Anajikuta anakataa kabisa, hapendi kula chakula. Lakini la pili inaitwa bulimia nervosa. Hii ni kula chakula kingi kwa haraka. Ile eating style, aina ya kula anakokula ile inaitwa binge eating. Yaani anakula chakula kingi kwa haraka. Lakini baada ya kuwa amemaliza kula, anafanya juu chini kuhakikisha anajitapisha kabisa chakula chote alichokula. Pamoja na fujo zake zote za kula kwa nguvu, kwa spidi, binge eating, lakini bado mtu anachukua hatua ya kuweza kujitapisha. Atafanya juu chini aweze kutapika chakula chote, ama na wengine wanatumia laxatives ni aina ya madawa ambayo anatumia ili kuweza kujisafisha, kufresh ndani ya tumbo lake kusiwe na chakula. Atatoa chakula, kisipotoka kwa kutapika, atataka aweze angalau kwa haja kubwa, yani kwa maana kwamba kiweze kulainika, kuyeyuka, aweze kuhalisha kiishe chote tumboni. Lakini la 3 inaitwa binge eating disorder, ambayo ni kula chakula kingi sana bila kujizuia. Chakula kingi sana bila kujizuia, lakini bila kujitapisha wala kutumia aina yoyote ya kutoa kile chakula. Sasa haya yote 3 ni matatizo. Mtu hali kabisa kinywa maji, baada anakuwa na wasiwasi kwamba yatamuongeza unene. Akila biskuti, baada anaona kama sio, anaacha kabisa kula. Hiyo nyingine kidogo, mtu anakula kwa fujo nyingi, anakula chakula kisichokuwa na kipimo, yani hana uwezo wa kujipima, lakini baadaye anafanya juu chini kinatoka, hatoki kabisa, kitapicha ingiza kidore, atashika kale kule kakoromeo mpaka chakula kitoke, ama anatumia hizo laxatives hizo kitoke. Na huyo mwisho ndo huyo wa binge eating, kula lakini binge eating disorder, anakula chakula kingi sana, hawezi kujizuia mpaka kiishe, na kikiisha anatafuta na kingine. Tayari hiyo ni changamoto. Sasa matatizo yote haya yanazo changamoto, yana madhara kwa afya ya binadamu. Jambo la kwanza kabisa, matatizo haya yanapelekea changamoto ya kupungua kwa nguvu ya mwili. Sasa kwa wale wawili pale juu, ili tatizo la anorexia na bulimia, haya matatizo yote mawili, kwa sababu yeye anaogopa kula, hajaingiza chakula kabisa tumboni kwake kwa sababu ya hofu. Ni mwembamba lakini bado anahofia kunenepa. Kwa hiyo inakuwa tu ndivyo alivyo ndani yake, kwamba kuna hizo hofu za kuwa mnene, hali chakula. Na huyo wa pili bulimia, anakula anajitapisha. Kaza na watu wawili, hawa watu wote wawili automatic watapata tatizo. La kwanza kabisa ni nguvu ya mwili kupungua, kwa sababu chakula hawali. Na yule anayekula, na mtu mwenye hatari zaidi ni yule wa kwanza kabisa, anorexia nervosa, kwa sababu anakuwa hali chakula kabisa, kwa nguvu ya mwili itapungua. Jambo la pili, kiwango cha damu mwilini lazima kipungue, kwa sababu damu haiingizwi kwa hewa, isipokuwa inaingizwa kwa chakula. Kwa hiyo automatic kiwango chake cha damu kitakuwa chini sana. Madhara mengine yanaweza katokea kwa huyu mtu ni moyo, mapigo ya moyo kwenda haraka sana, kwa sababu damu yake itakuwa right sana, na wakati mwingine
inaweza kapelekea matatizo makubwa ya moyo. Jambo lingine, hasa kwa wanawake, anakuwa kwenye hatari ya kukosa hedhi iliyo na mtiririko. Anaweza kuikosa kabisa sababu ya kutokula chakula kwa kinachofaa sawasawa kwa mwili wake. Lakini jambo lingine ni kuchoka kupita kiasi. Aina watu hawa hivi huwa wanachoka sana. Kwa unakuta anakuwa very slow, anakuwa weak sana kwa sababu chakula hatumii chakula cha kutosha. Lakini pia watu hawa ngozi yao inakuwa ni kavu sana kwa sababu chakula kina contain nutrients ambazo zinanenepesha ngozi, zinaiweka ngozi kuwa nzuri. Kwa hiyo aina ya watu hawa wanakuwa na ngozi ambayo ni kavu. Lakini watu hawa pia nywele zao zinakuwa dhoofu. Nywele zinadhoofika kwa sababu pia nywele zinataka chakula. The more you eat well balanced diet, nywele pia zinakaa sawa zaidi. Kwa hiyo automatic kuna baadhi ya madini yanataka kukosekana na nywele zinaweza zikaanza kuwa dhaifu, zinakuwa laini sana, wakati mwingine zinatoka zenyewe. Lakini jambo lingine ni kushuka kwa kinga ya mwili. Kinga ya mwili mara nyingi ina tabia kushuka pale unapokuwa unakosa chakula ambacho kina nutrients sawasawa na wataalamu wanavyoshauri na mwili unavyotaka, balanced diet. Lakini kama atashusha kinga ya mwili, automatically ni hatari sana, inaweza ikapelekea mtu kufariki kwa sababu ya kukosa vyote tulivyovisema hapo juu. Hayo ni matatizo kwenye mwili. Lakini kisaikolojia, huyu mtu atakuwa na tatizo la msongo wa mawazo, lakini pia wasiwasi wa kupindukia, atakuwa na anxiety au wasiwasi zile za kupindukia sana, na mwisho wa siku utakuta anaanza kujitenga peke yake, anakuwa anapenda muda mwingi kutulia akiwa peke yake. Kwa hiyo ili pia ni changamoto. Na matatizo mengi yanaweza yakatokea yanayofanana na hayo. Sasa ukiona mtu wa namna hii, ni vizuri kumsaidia, anahitaji msaada wa kisaikolojia, aelekezwe kwamba sio kila eating inapelekea yeye kuwa bonge. Na kama ni mwembamba, basi asitegemee kwamba akiiti ndio anaenda kuwa bonge, hapana. Na kama ni bonge, sio kila wakati chakula peke yake ndio kitafanya hivyo. Kuwa mnene kuna mambo mengi, kuna mambo ya inheritance, kuna mambo pia ya chakula. Lakini msaada mkubwa ni kumfanya aweze kuonana na wataalamu wa kisaikolojia aweze kumsaidia mtu wa namna hiyo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa leo tushia hapo. Next page, next time, next issue is going to be well.